Ukweli haikubaliki, haikubaliki. Hivi sisi wa Tanzania na baadhi ya viongozi wa dini, watu wanapata wapi ujasiri wa kumtukana Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kumdhalilisha? Lakini leo nimeona kilipu kwenye mtandao wa kijamii, huyu mtu ambaye anajiita Nabii Tito, lakini leo anajiita Mungu, akimtukana matusi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, matusi mazito yenye kumdhalilisha utu wake. Lakini sijaona serikali ikichukua hatua, vyombo husika vikimfikisha mbele ya vyombo vyenye mamlaka. Ni Mungu gani anayemtuma Nabii Tito kutukana viongozi, tena matusi? Kipindi cha nyuma tumeona Nabii Tito anatukana vyombo vya ulinzi na usalama, vyombo vyote anavitukana matusi, anadhalilisha. Hapana, hatuendi hivyo, hatuendi hivyo. Kuna wakati lazima tuheshimu. Ni lazima Mheshimiwa Rais aheshimiwe, ni lazima Mama Samia Suluhu Hassan aheshimiwe kama kiongozi wa kitaifa, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata kama kuna kundi ambalo halimtaki, tayari ameshaapishwa na tayari mnamwita rais, mnamwita rais. Kitendo cha kumwita rais, tayari mnaamini yeye ni rais wetu. Mnapata wapi mamlaka ya kumdhalilisha? Mnapata wapi ujeuri wa kumdhalilisha rais wa Jamhuri ya Tanzania? Leo Nabii Tito anajiita Mungu, kajipaka lipstiki, anatoa matusi mazito. Ukiachilia na urais na mamlaka ya rais, Mama Samia ni mwanamke, ni mama, anataka kuheshimiwa kama mama, anataka kuheshimiwa. Maandiko anasema kila mtu na itii mamlaka iliyokuu. Wai, niliwahi kumwonya Lecho Dangwa amewahi kumtukana Mheshimiwa Rais sana. Nikampigia simu Lecho Dangwa, nikamshauri acha matusi. Nikamwambia Lecho Dangwa, usimtukane Mheshimiwa Rais, huyo ni mama yetu, ni rais wetu. Unapomtukana kiongozi wote wa serikali, tayari unatukana Tanzania. Ukimtukana Mheshimiwa Rais, tayari nyuma Mheshimiwa Rais yuko mama yako, yuko baba yako, yuko mama yangu, niko mimi. Mnapata wapi ujasiri? Niliwahi kutoa taarifa uwepo la kundi ambao walikaa vikao kupanga mipango ya kumchafua Mheshimiwa Rais kwanza mwaka 2021, lakini mlinipuuza. Baadhi ya viongozi wa serikali niliwafuata, nikawaeleza, wakanipuuza, wakanikataa kabisa. Nikamwambia Mungu ameniambia haya na ushahidi upo kipindi hicho, lakini nilipuuza. Leo toka huyu mtu ambaye anajiita Mungu au Nabii Tito anamtukana Mheshimiwa Rais, viongozi, anadhalilisha, bado vyombo vyenye mamlaka havijamchukulia hatua za kisheria. Ninajiuliza na ninawaza, nini kilichopo nyuma ya Tito? Nini kilichopo nyuma yake? Nabii Tito ni mwanaume mwenye watoto 3 na mke. Huyu sio kichaa, sio mwenda wazimu, kuna behind. Ndio maana nauliza, mamlaka ya kumtukana Mheshimiwa Rais watoa wapi? Watu wanatoa wapi nguvu ya kumshambulia Mheshimiwa Rais? Vyombo vyenye mamlaka, mkimchunguza huyu mtu anayejiita Nabii Tito na mkamhoji mke wake, lazima mtaona wafadhili na wafadhili
wa dini, baadhi ya maaskofu, baadhi ya watu ambao wanajiita mtume na manabii, hamtawakosa watu ambao wanaitwa wachungaji nyuma yake, ila kwa sababu baadhi ya viongozi wa serikali, Mungu aliyenipa taarifa na nikiwaeleza kila mambo, mnanipuuza. Mkichunguza mtakuta vitu vingi viko nyuma ya Nabii Tito. TCRA mko sehemu gani? TCRA, mamlaka ya mawasiliano Tanzania, mko wapi? Sababu maudhui ambayo anayarusha huyu mtu ambaye anajiita Mungu au Nabii Tito tayari yapo kinyume ya utaratibu wa kisheria, na maandiko yanasema kila mtu na tuenende kwa utaratibu. Ni lazima serikali iheshimiwe na watu wote. Unaikubali, unaikataa, ni lazima serikali iheshimiwe. Ni lazima Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aheshimiwe. Kwa nini watu wanajaribu kumchafua kwa nguvu? Ni akina nani wanaofadhili? Ni akina nani wanaodhamini? Alafu viongozi mekaa kimya, mamlaka mekaa kimya. Nimeona kilipu Tito anatukana matusi makubwa sana, anatukana matusi makubwa mno juu ya Mheshimiwa Rais, matusi mazito, matusi mazito anatukana, na vyombo vya ulinzi na usalama venye mamlaka vimekaa kimya. Amna Mungu wa namna hiyo. Mungu gani huyu? Kajipari plastiki? Mungu gani huyu ambaye ana mke na watoto? Mungu gani huyu anatembea mtaani, anazungusha makalio, anakata makalio? Ni Mungu gani huyu? Na vyombo venye mamlaka vimekaa kimya. Ifikia hatua Tanzania tunazo mahakama, mtu afikishwe mahakamani ili akaithibitishie mahakama. So mahakama itaangalia jinai, na huyu ana jinai tayari, lakini imekaa kimya. Okay, sawa. Mungu abariki.